Trump anaendelea kusukuma mbele mchezo huu wa hatari hata baada ya kuonekana kuwa ameshinda. Je, hatua zake zinaweza kuibua moto mkubwa? Ndege ya kivita yenye umbile la popo, mnyama wa usiku anayeshambulia bila kuonekana. Katika hali ya kushtua, ndege ya kivita ya Marekani aina ya B-22 Spirit maarufu kama Bat-shaped stealth bomber ilitua kimya kimya kwenye anga ya Mashariki ya Kati hivi karibuni. Imepewa jina hilo kutokana na muundo wake wa kipekee unaofanana na popo, ikionekana kama kivuli kisichoshikwa na rada, mnyama wa usiku anayeshambulia bila onyo. Ndege hii si ya kawaida, imesukwa kwa teknolojia ya hali ya juu ya stealth ambayo huifanya iwe karibu kutotambuliwa kabisa na mifumo ya ulinzi ya adui. Imebeba uwezo wa kusafirisha silaha za nuklia au za kawaida kwa umbali mrefu, ikizua hofu na mshangao kila inapojitokeza. Operesheni ya kivita. Kilio kimyo cha usiku. Katika operation iliyofanyika siku chache zilizopita, ndege hii ya ajabu ilitumika kushambulia maeneo matatu ya kimkakati ndani ya Iran. Kwa ustadi wa hali ya juu, ndege hii ilifyatua makombora ya kisasa yaliyolenga vituo muhimu vya kijeshi vilivyohusishwa na mpango wa silaha wa Iran. Shambulio hilo lilifanyika haraka, kimya na kwa usahihi wa hali ya juu bila kuacha alama wala kuruhusu upinzani wa wazi. Matokeo, vituo vitatu viliteketea kwa muda mfupi, huku dunia ikitetemeka kwa hofu ya kile kinachoweza kufuata. Trump, mkakati au maamuzi ya papo kwa papo. Wakati ndege hiyo ikifanya kazi yake ya kisiri, Donald Trump, rais wa zamani wa Marekani, alikuwa kwenye vichwa vya habari tena, akichukua hatua kali huku akiishia kutuma ujumbe wenye utata. Kwa mujibu wa Larry Cobb, aliyekuwa naibu waziri wa ulinzi wa Marekani, Trump amekuwa na tabia ya kusema jambo moja na kufanya jingine. Alisema atatoa wiki 2 kwa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, lakini baada ya siku 2 tu akashambulia. Hali hii imegawanya hata chama chake cha Republikani, huku wengine wakimuunga mkono kwa tahadhari, wakihofia uchaguzi ujao zaidi kuliko maslahi ya kimataifa. Cobb anafafanua zaidi kuwa Trump hataki kuacha wakati bado anaonekana mshindi. Anaendelea na mashambulizi huku akishindwa kueleza kwa uwazi nini hasa analenga. Wasaidizi wake wanataka sifa kwa kile walichoharibu, lakini Trump bado anasukumwa na tamaa ya kuendelea. Hatari inayokuja, Iran na kulipiza kisasi. Kwa kuichokoza Iran kwa namna hii, kuna hatari halisi ya kulipiza kisasi. Iran inaweza kulenga vikosi vya Marekani vilioko Mashariki ya Kati na kutumbukiza dunia kwenye mzozo mpana zaidi. Hatua za Trump kwa macho ya wengi zinaonekana si mkakati wa muda mrefu, bali ni jaribio la kuonyesha nguvu bila kufikiria matokeo ya muda mrefu. Je, unafikiri Trump anafanya sawa? Je, operation kama hizi zinaweka dunia katika amani au hatari? Toa maoni yako hapa chini. Usisahau, kama unapenda makala kama hizi za uchambuzi wa kina, siasa za kimataifa na matukio ya siri ya kijeshi, hakikisha una unaingia YouTube sasa hivi, tafuta Hubaha Online TZ. Boga ya kitufe cha subscribe ili usipitwe na habari motomoto unazopata hapa tu. Kila kliki yako ni nguvu ya kuendelea kukuandalia maudhui ya hali ya juu kama haya. Chanzo: Al Jazeera.